waandishi wa habari. Leo ni siku ya Idi, kwa hiyo niwatakie kwanza niwasalimu kwa Idi Mbarak. Karibuni sana. Leo tulikuwa na jambo letu kubwa hapa la uzinduzi wa gari hii ya huduma kwa jamii kwa ajili ya wananchi wa Kyela, ambayo gari hili lilitokana na maono na changamoto ambazo zipo ndani ya jimbo letu. Ndani ya wilaya ya Kyela, kama mnavyofahamu, tuna magari ya wagonjwa. Tunashukuru serikali imetupa magari, lakini pia kwa kanuni za afya mgonjwa anachukuliwa pale ambapo anakuwa kutoka hospitali moja kwenda hospitali nyingine. Sasa sisi tukaona kwa yule mtu anayetoka majumbani kwenda hospitali inakuwa ni changamoto. Kila mtu amezidiwa, anashindwa kwenda kuchukuliwa mpaka ndugu wajichangishe ili waweze kufika hospitali. Tukaona ni jambo jema kutokea ofisi yangu ya mbunge na mimi mwenyewe kama mbunge wa jimbo hili la Kyela, ambao wananchi kwa heshima kubwa na imani kubwa walinichagua tarehe 29 mwezi wa 10 hapo mwaka jana. Nikaona ni vyema nami kufikia kutatua changamoto hiyo ni kuchangie kwa kununua gari hili ambalo lina sifa zote za gari la wagonjwa ambulance, lakini hii itabaki kama kwenye ofisi ya mbunge, kwa maana ya kuwa mwananchi atapiga simu kwa katibu au kwa dereva, wataratibu namna bora ya jinsi ya kwenda kumsaidia mwananchi. Kwa hii jambo limetokana na changamoto ambazo tunaziona wananchi wamekuwa wakipiga simu maeneo mbalimbali kuja kuomba misaada ya namna hiyo. Kwa hiyo tukaona badala ya kutuma fedha kufanya nini, badala yake tuandae gari hili ambalo litasaidia jamii nzima ya wananchi wa Kyela. Hilo ndo maana ya leo sasa tukalipanga hili jambo ili viongozi wa dini na viongozi wa kimila washuhudie kwa jambo hili tumelileta kwa ajili ya kutekeleza yale ambayo ni changamoto kwa wananchi wa jimbo la Kyela. Tukaona ni vyema tuje leo tulizindue. Kama mnavyofahamu, vikao vya bunge vinaendelea Dodoma, lakini nikaona nikimbie tulizindue ili viendelee kutoa huduma kwa wananchi wa Kyela. Hicho ndio kikubwa sana. Kulingana na changamoto hiyo, basi tukaona kwa kuitatua kwa sehemu, kwa sababu ni gari moja kwa sasa na tunatawapa, lakini kwa kadri Mungu atakavyotujalia tutaona na utekelezaji na jinsi ambavyo linaenda kutatua changamoto kwa wananchi, tutaona namna bora ambapo tunaendelea kufanya kwa ajili ya kuwatumikia wanakyela. Hilo ndio kubwa ambalo tumelazimika kwa kufanya jambo hili siku ya leo. Lakini la pili, leo ni Idi. Kwa hiyo mmeona jana kwenye vyombo vya habari tumezunguka wilaya nzima ya Kyela kutoa zawadi ya mkono wa Idi kwenye misikiti, ambayo kupitia mbunge mimi mwenyewe nimetoa maeneo mbalimbali. Tumeanzia Makwale, tumetoa Ipinda, tumetoa hapa Kyela mjini baadhi ya misikiti na boda. Lengo hili ni sadaka kwa wenzetu Waislamu. Leo wanakamilisha kule mwezi wote wa imani yao kwa kufunga, basi tukaona tuungane nao kwa ajili ya jambo hili. Lakini pia leo walikuwa wanacheka kiongozi wangu wa wilaya hapa wa kidini inaposema kuwa zawadi ya jumla ya wanakyela ni gari hili katika kusherehekea hii Idi el-Fitri, lakini pia Pasaka tunayotegemea kuja, ambayo tunaamini kuwa Wakristo wote pia tutaungana katika jambo hili. Gari hili halitachagua dini, imani, kabila au chama, badala yake litatoa huduma kwa wananchi wa Kyela, kwa sababu tunaamini ukishafika hii hatua katika Chama cha Mapinduzi, sisi tumetoka kama watoto wa Chama cha Mapinduzi, lakini katika kutoa huduma tunatoa kwa jamii nzima, na ndio maana umeona leo hapa walikuwepo kila mwananchi kutoka vyama mbalimbali ambao leo wamelipokea gari hili ambao litabaki kama huduma kwa wananchi wa Kyela. Na nitoe rai kwa wanakyela kwa basi tutoe ushirikiano. Kama una jambo ambalo unakusudia au na mgonjwa, basi toa taarifa mapema ili wakimbie vijana kuja kutatua hiyo changamoto. Lakini pia tumesema litakuwepo hapa mjini, lakini litazunguka kwa wilaya nzima. Kwa hiyo wananchi wa Ipinda, wa Matema, sehemu yote watakaopiga simu litafika kwa ajili ya kutoa huduma. Tutatumia njia moja, mtu wa kwanza kutoa taarifa ndio atakayehudumiwa kwanza, bila kujali upendeleo wa kusema unatokea ukanda gani wala unatoka upande gani. Hilo lote tunalifanya kwa nia ya kuweka usawa wa aliye nacho asiye nacho, apige simu. Lengo kubwa ni kuwahudumia wanakyela na kusaidia jamii na familia zilizopo ndani ya jimbo la Kyela. Na mtasema kwa nini tumesema lisitoke nje? Tuna gari moja. Sasa likienda mfano likimkimbiza mgonjwa Mbeya, na tunaamini hospitali yetu tunaishukuru serikali ya Dr. Samia imetoa ambulance nyingi
ambazo zinatoa huduma ya kuwapeleka watu rufaa. Kwa hiyo tunaamini kwa likiwa ndani ya jimbo, pale inapotokea changamoto ya sehemu moja kwenda sehemu nyingine, tutazidi kuwasiliana na kutoa huduma ndani ya jimbo letu la Kyela ili kulifanya liwepo muda wote na lifanye kazi. Na ndio maana tukasema tukizindua Jumatatu tutakuwa tumechelewa. Leo ikitokea tayari leo tumepigiwa simu, maana vyombo vya habari vilitangaza toka jana, tunapigiwa simu kwa likatoa huduma. Hivyo niwaombe wana Kyela, ukipata changamoto piga simu, namba ya katibu itakuwa wazi na namba ya dereva tutaitoa kwenye mitandao, na tutatoa tangazo rasmi kwenye mitandao ya kijamii na mahali pengine litatangazwa kwenye vyombo vyenu vya habari ili kuliweka wazi na kuweka wazi namba ya wanaohudumia gari hili. Niwaombe sana 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 tulitumie, na tuko tayari kushirikiana muda wote na mwananchi, na kama kutakuwa na changamoto yoyote, basi Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili nipo, nitatoa ushirikiano kuwahudumia wananchi wa Kyela. Ni nuru, na naamini kuwa ni uwezo mkubwa waliotumia, walikaa foleni asubuhi mpaka jioni kutupigia kura. Hivyo tuna wajibu wa kutekeleza yale maneno ambayo Dr. Samia ameyasema kuwa tuwe tayari kuwahudumia wananchi, lakini katuwasa wabunge kuwa tuwatumikie wananchi kwa weledi mkubwa. Lakini pia anasema ishara, Mungu akipenda, ataacha Watanzania wakiwa na tabasamu. Sasa hiyo tabasamu sisi huku kwa nafsi yetu wabunge, kwa kile kidogo tulicho nacho, ndio maana leo wananchi wa Kyela tumeleta tabasamu hii kwa kuanzia. Asanteni sana kwa kusikiliza. Tuna changamoto ya barabara, tuna changamoto ya baadhi ya maeneo, lakini tunasema vipaumbele, unapata changamoto pale ukiwa hai. Tukaanza kubeba kwanza, kama utakumbuka tarehe 25 Desemba, kabla ya tarehe 25 na mwaka mpya, nilitoa zawadi ya kulima barabara bure katika kata 7. Ile ilikuwa ni kutatua changamoto katika hizo kata 7 ndani ya jimbo letu la Kyela, ambao nilima kwa kata zote zilizokuwa hapa mjini. Kila kata ilipata barabara ya bure kupitia vifaa vyetu vya kampuni ya Basaidi na Wasafari Limited. Lakini sasa tunaenda kutatua kwenye hii huduma ya afya. Baadaye tutaenda kwenye changamoto nyingine. Tunafahamu sasa hivi mvua zinaendelea na sisi tuko ukanda wa chini. Tunafahamu wakati mwingi nimekuwa nikiwaambia hata viongozi wanapokuja ndani ya wilaya ya Kyela, barabara zetu sasa hivi zinaharibika zaidi kwa sababu ya hali ya hewa na maji yote ambayo unayajua wewe katika huu mkoa wetu wa Mbeya yanakuja ndani ya ziwa letu, ziwa Nyasa. Kwa hatulaumu kwa Kyela, lakini kulingana na hali yenyewe tulionayo tuko ukanda wa chini. Kwa tunakuwa muda mwingi barabara zetu zinaharibika. Tunaomba Mungu kwa baada ya katika barabara hii basi tutaona zile changamoto kubwa ambao maeneo ambayo yatashindikana kupitika, basi kutumia vyombo vyangu tutaenda kurekebisha ili tuendelee kutatua changamoto na wananchi tuwaache wakiwa na tabasamu muda wote na wakati wote. Lakini pia tunaona changamoto ya elimu, kuna baadhi ya maeneo yalikuwa hayana madawati. Tumechangia baadhi ya madawati kama shule ya Mababu, lakini pia tumechangia baadhi ya maeneo kama Ipinda pale, tumechangia katika kusaidia kujenga ukuta wa hospitali yetu ya Ipinda. Lakini pia kipekee sana, kabla ya kumaliza mazungumzo yangu, ambalo ni jambo la msingi, niendelee kuishukuru serikali ya Dr. Samia, serikali ya awamu ya 6 kwa jinsi ambavyo imeendelea kutoa fedha za maendeleo ndani ya jimbo letu la Kyela. Mnaona tumeletewa zaidi ya bilioni 1.2 kwa ajili ya kwanza kujenga hospitali ya wilaya ya Kyela. Hivyo ni wajibu wangu kama mwakilishi wa wana Kyela kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo ameendelea na anaendelea kutupa hela za maendeleo ndani ya jimbo letu la Kyela. Na zaidi wana Kyela ni waombe, tuzidi kumuombea, tuzidi kuiombea serikali na tuzidi kuombea viongozi wetu ili waweze kutimiza maono na tabasamu lile tunaotegemea ambao Mheshimiwa Rais ametuahidi kwa 2030 atuache tukiwa tunatabasamu. Katika kuacha wananchi wanatabasamu, basi tunaamini hata wana Kyela ni sehemu ya wananchi, tutabaki tunatabasamu watakapokuwa wanatoa. Asanteni sana. Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.